Tuliishia pale binti alipokuwa akimsimulia Leila historia ya nyumbani kwao. Basi Leila akamwambia pole sana. Nilijikuta nikimpa pole yule binti kisha nikamfuta machozi. Hata sikumbuki tulilala saa ngapi. Niliishi pale nyumbani kwa imamu wa msikiti kwa muda wa miezi kadhaa, ambapo tayari kila mtu alikuwa akifahamu historia yangu. Wengi walinipenda na kunionea huruma, haswa wanaume ndio walikuwa kero kweli kweli, yaani walikuwa wakinisumbua kuhitaji wanioe. Ila niligundua kuwa wengi hawakuwa wawaji, ila walitamani tu bikra yangu. Kweli nilikuwa mzuri na kukamilika kila idara, kuanzia sura, umbo hadi macho, na nikisema nikurembushie kidogo tu, we lazima ukubali. Lakini vyote hivyo havikuwa na faida kama tusitojitunza na kuilinda heshima yangu. Kweli nilishadhalilika sana katika maisha yangu yaliyopita, hivyo nilihitaji maisha mengine kabisa tofauti na yale. Lakini pia nilihitaji kuwa na mume ambaye atakayasafisha maisha yangu mabovu yaliyopita. Ni hapo ndipo nilipokubali ombi la imamu wa msikiti ambalo alilokuwa akiniomba kwa muda mrefu kuwa anioe ili aendelee kuniongoza kweli. Baada ya siku kadhaa tulifunga ndoa ya Kiislamu, tena harusi ilikuwa kubwa sana. Hadi shehe mkuu wa Arusha alihudhuria katika ndoa yetu. Watu walikula na kunywa pia. Viongozi na waumini wa misikiti pamoja na vyuo mbalimbali walikuwepo. Kwa hakika nilizidi kupata umaarufu kupitia ndoa hii. Kila mmoja alimsifia imamu kwa maamuzi mazuri na sahihi aliyoyafanya, hasa baada ya watu wengi kuijua historia ya maisha yangu yaliyopita. Basi kama tunavyojua tena, usiku wa ndoa unavyokuwa, tukiwa chumbani mimi na mume wangu imamu ambaye alikuwa akiitwa Imamu Salum, katika kitanda chetu cha futi 5 kwa 6, tayari kwa kuanza mechi. Mume wangu aliniandaa vizuri sana, hata mimi pia nilimpokea vizuri tu. Taratibu akaingiza kichwa cha uume wake katika pango langu tobaa. Nilijikuta nikipiga kelele huku nikishuhudia damu zikiruka na kuchafua shuka. Mara ghafla nikasikia maumivu makali sana katika uke wangu. Hapo sasa ndipo nilipogundua kuwa tayari bikra yangu ilishatolewa. Taratibu nilianza kuizoea ile hali huku nikiendelea kuyavumilia maumivu. Ghafla nikaanza kupiga kelele, hata sijui ilikuwaje, maana nilikuwa nasikia maumivu yaliyochanganyika na utamu kidogo. Hapo ndipo nilipogundua kuwa kumbe tulikuwa tukifika kileleni, wala hatukutaka kuchoshana. Kimoja tu kilitosha kupitisha furaha ya ndoa. Usiku ule tulichukwana hadi bafuni na kuanza kuogeshana. Fa hakika nilikuwa ni mwenye furaha sana, hata sikumbuki nililala saa ngapi, kwani nilikuwa nikiwaza usiku kucha juu ya maisha yangu yaliyopita, huku nikiendelea kumshukuru Mungu kwa kunionyesha njia sahihi. Nilikuja kushtuka ilikuwa ni saa 1 asubuhi, ambapo nilishtushwa na sauti ya yule binti, mtoto wa mume wangu Imamu Salum. Alikuwa akisema kuna wageni walikuja kumsalimia imamu wao. Nilitoka nje huku nikiwa nimejitanda kanga. Nilikwenda kuwakaribisha wale wageni ambao walikuwa wametoka katika uongozi wa msikiti. Walikuja kutusalimia pamoja na kutupatia sadaka ya waumini waliomchangia imamu wao baada ya ndoa. Kweli ndoa tamu. Mpaka asaiv Imamu Salum hajaamka, alitania shehe mmoja wakati naingia chumbani kwenda kumwamsha mume wangu. Nilijaribu kuita kwa sauti ya upole, lakini mume wangu wala hakuitikia, ambapo ilinibidi nisogee kitandani ili nimtingishe mume wangu. Kuna wageni wako, amka bwana. Nilimtingisha huku nikimwamsha, lakini pia hakuitikia wala kushtuka. Kidogo nikaingiwa na wasiwasi. Hapo ilinibidi nimfunue shuka alilokuwa amejifunika hadi usoni. Mungu wangu, hakika sikuweza kuamini kwa kile nilichokiona. Nilimshuhudia mume wangu akiwa anatokwa na damu nyingi katika tundu za pua pamoja na masikioni. Mume wangu, umepatwa na nini? Nilijikuta nikipiga kelele huku nikiwa nalia kwa huzuni. Kusikia hivyo, wale wageni nao walikuja ndani haraka kutoa msaada. Tulishachelewa, mume wangu alikuwa ameshafariki. Watu walizidi kupeana taarifa juu ya kifo cha imamu wao, ambapo baada ya muda mfupi kupita tayari umati mkubwa ulishajaa nje ya nyumba yetu. Maiti ilipelekwa hospitali kupimwa na kuonekana haikuwa na tatizo lolote. Ni hapo ndipo watu walianza kuwa na mashaka na mimi, na hasa baada ya kuijua historia yangu iliyopita binafsi. Nilianza kuziona chuki za waziwazi kwa baadhi ya ndugu wa marehemu mume wangu. Walikuwa wakilia huku wakilitaja jina langu kuhusika na mauaji ya ndugu yao. Ewe Mungu wangu, mbona bado unaendelea kunipa mitihani ambayo hata sijui majibu yake? Nilijikuta nikimlalamikia Mungu kwa sauti ya huzuni, huku nikijisahau kuwa nilikuwa nipo katikati ya ndugu wa marehemu mume wangu. Unajifanya unalia, mnafiki mkubwa wewe, muuaji wa kaka yangu, na utaona mshenzi wewe. Ilikuwa ni sauti ya wifi yangu Mwajuma, dada wa marehemu mume wangu, akinisema kwa sauti hadi nilijisikia aibu na kuamua ninyanyuke na kwenda kulilia ndani. Kwa hakika kwangu ulikuwa ni msiba mkubwa sana. Sikujua ni kwa nini nilikuwa najaribiwa kiasi hiki. Kama ni jini, si tayari alishangamizwa?
Kama ni bikra tayari nilishatolewa. Sasa tatizo lilikuwa ni nini? Mwenzenu nilikuwa majaribuni. Basi baada ya mazishi kupita, tulikutana na kukaa kikao cha familia pamoja na viongozi wa msikiti, ambapo mvutano uliokuwepo ni kuhusu mimi kuendelea kuishi pale hadi nimalize eda yangu, wakati ndugu nao waliona sina sababu ya kuendelea kuishi pale. Mwisho kabisa, hata mimi sikupenda kuendelea kuishi tena katika mji ule, hali ya kuwa kila mmoja alikuwa akiijua aibu yangu. Nilikabidhiwa fedha kiasi nikaanze maisha yangu binafsi, kwani sikuwa na ndugu wa aina yoyote ile. Baada ya siku 2 nilisafiri na kwenda hadi Moshi. Nilienda kuishi kijiji cha Marangu. Hapo nilipanga chumba na kuyaanza maisha yangu mapya. Nilikaa pale kwa muda kama wa wiki 2, ambapo taratibu nilianza kuhisi mabadiliko ya mwili wangu, kutapika mfululizo, kichefuchefu ndio usiseme. Hapo sikuuliza mara 2. Nilifunga safari hadi hospitali na kuambiwa kuwa nina ujauzito wa mwezi mmoja. Kiukweli nilijawa na furaha moyoni mwangu, japokuwa sikuwa na uhakika wa maisha. Nilianza kufanya biashara ya kuuza pombe ya kienyeji inayotengenezwa kwa kutumia ndizi mbivu pamoja na maparachichi. Nilifanikiwa kiasi cha kuyaendesha maisha yangu na kuweka akiba ya mtoto wangu mtarajiwa. Na kumbuka, ilikuwa tayari imeshafika miezi 8 na nusu, ambapo siku hiyo nilikuwa nimeumwa sana usiku. Kulipokucha, nilimwomba mama mmoja ambaye yeye ni mwalimu anipeleke hospitali. Kweli tulienda hospitali na nikapatiwa vipimo. Wakati napokea majibu ya vipimo, ghafla niliishiwa nguvu na kujikuta nikipoteza fahamu na kudondoka chini. Nilikuja kuzinduka baada ya masaa 2 nikiwa nimepakatwa na yule mwalimu. Pole sana, alisema yule mwalimu. Asante. Vipimo vinasemaje? Niliitikia na kuuliza pia. Kabla yule mwalimu hajanijibu, aliingia nesi na kuanza kunipima tena, kisha akaanza kusema, mwanzo tulijua wewe ni mjamzito, lakini kulingana na vipimo vya leo tumegundua kuwa wewe sio mjamzito bali una pande la damu tumboni mwako na unatakiwa ukafanyiwe operesheni katika hospitali kubwa, kwani kila siku zinavyozidi kwenda ndio na hilo pande la damu linazidi kukua zaidi, alisema nesi huyo. Maneno hayo nilishindwa kuyavumilia na kujikuta nikipoteza fahamu kwa mara nyingine tena. Nilikuja kuzinduka, nilijikuta nimelala nyumbani kwangu nje kwenye mkeka. Baada ya kuamka, yule mwalimu aliniaga ya kuwa anaelekea shuleni, kwani yeye anaingia zamu ya mchana huku nyuma, na mimi sikuona haja ya kuendelea kukaa nyumbani hali ya kuwa bado sijaijua hatma ya mimba yangu. Basi nilijikongoja hadi Moshi mjini katika hospitali ya wilaya. Nilipimwa na kusubiri majibu. Majibu niliyoyapokea hapa ndiyo yaliyozidi kunichefua kabisa. Hongera sana dada, una mimba ya mwezi mmoja. Nilishindwa hata kuvumilia kusubiri nesi aendelee kunipa majibu yangu. Ghafla nilijikuta nikidondoka na kupoteza fahamu kwa mara nyingine tena. Kuona hivyo, yule nesi alipiga kelele na kuomba msaada kwa wenzake. Walikuja na kunipakiza kwenye machela, kisha wakaniingiza chumba cha ICU kuokoa maisha yangu, kwani tayari damu zilikuwa zikinitoka puani, masikioni pamoja na katika sehemu zangu za siri. Ni katika jitihada hizo za kuokoa maisha yangu ndipo ilimbidi mganga mkuu wa hospitali hiyo Dr. Frank aweze kuja kunikagua na kuanza upya vipimo vyangu. Wakati napewa huduma hiyo, ghafla nikashtuka na kufumbua macho. Wetulia tu, aliniambia mganga mkuu Dr. Frank kuwa niendelee kutulia wakati anamalizia kunipima. Ni hapo ndipo alipoligundua tatizo langu na kuwaambia wale wasaidizi wake. Nilichoka kweli baada ya kusikia majibu ya huyu Dr. Frank. Kadi yake ya kliniki iko wapi? aliuliza Dr. Frank hakuwahi kuhudhuria kliniki, alitoa maelezo yule nesi aliyenipokea. Dada, hii ni hatari. Wewe una mimba kubwa tena iliyopitiliza muda. Mimba yako inaelekea katika mwezi wa 10 sasa, na wala haujawahi kuhudhuria hata kliniki. Unadhani tungejuaje maendeleo ya mtoto wako? Sio vizuri, unahatarisha maisha yako mwenyewe. Haya, mpelekeni kule wodini mkampime na joto lake lipo nyuzi ngapi. Kama yupo mbali afanyiwe operesheni, alimaliza kusema yule Dr. Frank ambaye ndiyo mganga mkuu wa hospitali ile ya wilaya. Kisha akatoa maelekezo kwa wasaidizi wake. Nilipewa chai mara kwa mara ili nizidi kuongeza joto mwilini mwangu. Na hatimaye ilipofika saa 8 ya usiku, bado nikiwa katika wodi ya wazazi, ndio ghafla uchungu ulinishika maradufu. Nilipiga kelele kama mtoto mdogo. Walipoingia wauguzi, tayari mtoto alikuwa mlangoni. Zamani, Mungu saidia, nilipata mtoto wa kiume, ila kutokana na uzito wa kilo 4 wa mtoto pamoja na kujifungulia kwa njia ya kawaida kwa mtoto mkubwa kama yule, lakini pia maneno ya vipimo vya awali vya baadhi ya manesi kuwa eti nilikuwa sio mjamzito, nina minyama tumboni, na yule nesi mwingine naye alisema nina ujauzito wa mwezi mmoja. Basi nilijikuta nikiwa siamini kama kweli nilikuwa nimejifungua mtoto tena wa miezi 10. Ghafla nguvu zilinishia na kupoteza fahamu. Nilipokuja kuzinduka ilikuwa tayari ni saa 12 asubuhi, na ndio muda maalumu wa kuangalia wagonjwa. Leila, jamani, hongera.
Japo uliondoka bila kuniambia, lakini nimeuliulizia mpaka nikakupata. Pole sana mwanangu. Ilikuwa ni sauti ya yule mwalimu jirani yangu. Alikuwa amekuja akiwa ameongozana na watu wawili ambapo mwanzoni sikuwatambua, lakini nilipowaangalia vizuri ndipo nilipowagundua kuwa walikuwa ni miongoni mwa wale wifi zangu kutoka kwa marehemu mume wangu Imamu Salum. Hapo sasa ndipo nilipochoka hoi. Huku mmefata nini jamani? Na ili hali mimi na nyinyi hatuna uhusiano wowote. Kwanza mmejuaje kama nimejifungua wakati sikuwahi hata kuwapa taarifa? Au ndio mmekuja kuniulia mwanangu baada ya kuvuka mateso na vikwazo vyenu vyote vile? Nilijikuta nikiwapokea kwa maneno hayo huku nikiwa na hasira za hali ya juu, machozi yakichukua nafasi yake. Ghafla nikakosa nguvu na kujikuta nikipoteza fahamu tena. Nilipokuja kuzinduka, nilijikuta nipo nyumbani kwangu sebuleni nikiwa nimelala kwenye mkeka. Nilishangaa kuwaona viongozi wa kijiji cha Marangu pamoja na viongozi wa msikiti aliokuwa akiswalisha marehemu mume wangu Imamu Salum, wote hao wakiwa wanaitikia dua nzito iliyokuwa ikisomwa na viongozi hao. Walipogundua kuwa nilikuwa nimeshaamka, waliniletea mwanangu na kuniambia niende ndani kwanza nikamnyonyeshe mtoto, halafu ndio nirudi wanieleze ilikuwaje, kwani waliniambia kuwa nilikuwa nimezimia kwa siku 3 mfululizo. Cha ajabu, maziwa yalitoka vizuri tofauti na mwanzo. Mwanangu alinyonya hadi akalala kabisa. Hapo ndipo nilipotoka kwenda kusikiliza viongozi. Haya nyie wakina mama, hemu ingieni. Ilikuwa ni sauti ya mwenyekiti wa kijiji akiwaita wale mawifi zangu waliokuwa wakisubiri nje ya nyumba yangu. Jamani, hapa tumepokea ugeni wa msikiti kutoka msikiti wa Maji ya Chai uliopo Arusha. Sasa wageni, karibuni muje mtuelezee. Alimaliza kuelezea yule mwenyekiti wa kijiji. Mimi jina langu naitwa Sheikh Ismail, ni imamu msaidizi katika msikiti aliokuwa akiuswalisha marehemu Imamu Salum, ambaye ndio aliyekuwa mume wa huyu binti Leila. Alikuwa akitoa ufafanuzi, kisha akaendelea. Siku ya Ijumaa usiku nilioteshwa ndoto na marehemu Imamu Salum akinilalamikia kuwa nimeshindwa kuiunganisha familia yake, lakini pia alisema kwa nini naitesa familia yake na ili hali taratibu za Kiislamu ninazitambua. Kiukweli maneno katika ndoto ile yalinitisha sana. Nilipoamka nikiwa najiandaa kwenda msikitini, ndio na hawa wadada wawili walikuja nyumbani kwangu na kusema kuwa dada yao mkubwa, ambaye ndio wa pili kuzaliwa baada ya Imamu Salum, amepatwa na ugonjwa wa kupooza viungo vyote kwa ghafla, hivyo anahitaji kuniambia jambo. Basi nami nilikimbia hadi nyumbani kwao na kujionea ile hali aliyokuwa nayo. Alianza kwa kuomba radhi kwa makosa aliyoyafanya. Alisema kuwa alizitamani mali alizokuwa akizimiliki marehemu kaka yake kwa muda mrefu, hivyo alikuwa akitafuta njia ya kumuua kaka yake. Ndipo siku hiyo alipoambiwa na mganga wake kuwa njia ya kumuua kaka yake ni kumtegea akiwa hana udhu, kwani mara nyingi dawa zake zilikuwa zikidunda kutokana na dua za Imamu baada ya kushika udhuru. Sasa siku ambao Imamu alikuwa amefunga ndoa ndiyo siku ambayo Imamu alilala bila kushika udhu, na hii ni baada ya kutoka kufanya tendo la ndoa. Hivyo aliitumia nafasi hiyo wakati Imamu akiwa mchafu na kumtupia jini wake, ambapo asubuhi yake kweli tulimkuta Imamu wetu amefariki. Sasa mbaya zaidi, dada yule ndio aliyokuwa akieneza habari kuwa huyu Leila ndio aliyemua kaka yao. Ni hapo ndipo ndugu wakamfukuza huyu binti wa watu, lakini pia dada yule hatujui alipataje taarifa ya kuwa huyu Leila ni mjamzito, ila mwenyewe amesema alikuwa akimfanyia vituko Leila ili asijifungue salama. Sasa baada ya mimi kuoteshwa ile ndoto, ndipo nilipoamka usiku ule na kusoma dua kubwa sana, ndio asubuhi napata taarifa ya kuwa dada wa marehemu Imamu wetu amepatwa ugonjwa wa kupooza mwili mzima. Juzi wakati tupo kule hospitali kumfata Leila, ndio tumepoekea taarifa kuwa baada ya Leila kujifungua tu hivi sasa dada yule pia ameshafari.